Wewe mnyambo fulani kutoka Kintinku Mgogo, sikiliza. Wewe Mruguru, sikiliza hiyo. Hivi ni kweli kabisa bunge liwe ni bunge la chama kimoja, na nyie wanachama tawala, basi mwage na aibu. Mnaona na aibu, wakati mwingine mnajifikiria hiki tunachokifanya sio. Unaona maana hivi mtaenda kwenye familia kimoja, sehemu moja, na mkaweze kuweza kufanya kikao. Ni kipi mtakachopingiana nyie? Si wote mtakuwa ni ndio kama bunge lililopita? Kuweni na aibu wakati mwingine, na msitufanye sisi kama ni watoto hatujui kusoma hata kuandika, maana hata kipofu anaona. Pia ifikie wakati na nyie muwe na huruma na muwe na ubinadamu, ya kwamba mlipo tunyonya, mmenyonya, mmetosha, basi muwe na huruma tu, mtufanye na sisi kama watoto wa wanawake wenzenu. Unaona, tunaashumu sasa kama ni nyinyi ndio mnafanyiwa hivyo. Hivi mnaweza mkajifikiriaje? Basi kwa vitu ambavyo mmeshatunyonya basi vimetosha, au vitu mlivyochukua basi vimetosha. Hivi kweli, cha kwanza, kama wewe Mheshimiwa Jakaya Kikwete, tunakuomba tu kwa huruma, jaribu tu kuhurumia nchi inakoenda chaka. Wewe umestaafu kwa heshima, na tunaomba uendelee kuwa na heshima ile ile tu uliostafia. Usitake kuvuruga safari yako uzeeni, au sifa zako kazivuruga kwa mwishoni uzeeni huko, ukaje ukafa na rana au ukafa na dhambi kwa kuchumiwa na mtu. Jaribu tu kuwa na huruma. Hivi na wewe tuwashumu kwako, wewe ulikubali kuuza bandari. Sasa hivi kila kitu mnaviuza. Bandari imeuzwa, hifadhi ya Ngorongoro imeuzwa, halafu na KIA na yenyewe inauza. Yaani mnauza vitega uchumi vya nchi yenu. Hivi kweli anauza mwanao sasa nyumba unapokaa, na wewe bado upo hai? Hivi unajifikiriaje? Tunaashumu tu mtoto wako anauza nyumba unapokaa. Unajifikiriaje? Kuweni na huruma tu, ifike wakati mwe na huruma tu, na nyie ubinadamu uwepo. Mradi wa mwendo kasi na wenyewe umebinafsisha kwa mtu. Vitega uchumi vyenu ambavyo vimeachwa haviacha Magufuli. Ni mbinu, ni ubunifu wa Magufuli. Kawacha na wenyewe umebinafsisha mtu. Hivi kweli inakuja. Bora angelikuwa makamu wa rais Mwinyi. Labda hata Magufuli asingelikufa kama angekuwa ni Mwinyi. Labda hata kufa asingekufa. Maamuzi mnauza na hiyo hivi. Basi mmekula vya kutosha, basi mhurumie. Kwa hali hiyo hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza akawaombea mema ama akawaombea amani. Hata pale pindi umestaafu, ni ukuombea mabaya tu, kwa sababu umewanyonya vya kutosha. Ama kuwatakia siku nyingi muishi. Kwa jinsi mlivyowaumiza, hawawezi kuwaombea milele hata kama. Ndio hivyo. Ukweli, jaribuni kubadilika. Na pia ni kwa nini unang'ang'ania tu kwenye madaraka wakati watu hawakutaki? Kwani kuna nini? Waachie tu na wao wajaribu wanaotaka. Kuna nini? Kama sio kwamba unataka tena uju tuongeze tena kutuumiza vibaya. Ulipotuumiza unaona hapatoshi, na tena bado unataka kutuumiza. Angalia basi, kuwa na roho ya utu. Tanzania sasa hivi hadi tunajutia kwa nini alikufa Magufuli, na ni kwa nini mlimfanyia hivyo. Bora usingelikuwa makamu wake wewe, angelikuwa Mwinyi, labda ndio ingekuepo mpaka leo, tungekuwa tunamuona. Sasa hivi tunajutia, tunakuwa kama Libya walivyokuwa hawampendi Gaddafi, baada ya kufa wakaanza kujutia baada ya siku chache tu. Sasa hivi na sisi hapa Tanzania tunamjutia Magufuli kwa nini alikufa na ni kwa nini alimfanyia hivi. Lakini bado kwenye uongozi wake watu walimsema vibaya. Kashakufa, hata wale wapinzani wake nao wanamongea. Lakini wewe ukishaondoka hamna hata mmoja atakayeweza kukuongea vizuri. Utakuwa ni mtu wa kuongelewa vibaya tu. Yaani hata kwenye kitabu huwezi kuandikwa, maana mtu mwenye maovu hawezi kuandikwa, tabaki historia tu ya mdomoni kuhadisiwa watu.
Sasa na wewe mzee unajihusisha kwenye vitu ambavyo hausiki. Ushaondoka kwa amani, kashaondoka kwa ustaarabu kabisa, kwa heshima zako. Sasa unataka kuanza kuendekezwa na mtu. Mimi tu ninaomba tarehe 29 jibu lionekane, watu wafanye maandamano ya amani, maandamano yasiwe ya silaha ya kumwaga damu. Hata na nyinyi polisi, ukiona mtu anaandamana usimfuate kiasi kwamba anaenda kuumizana ukamfuata na kumpiga risasi. Unaona mwendo kasi jinsi mlivyofanya, ndio muone sasa wananchi wameshachoka. Unapiga mabomu, watu wanakuja, piga risasi, watu wanakuja. Sasa unaua mtu kwenye amani, piga bomu mochwari, hivi inakuja. Jaribuni basi na nyie msiwe watu wa kutumikishwa kwenye vitu ambavyo ni vya busara. Yaani vitu vya amani unaambiwa nenda kapige bomu. Msiwe ni watu wa kutumikishwa. Mimi naomba tu jeshi la wananchi, siku hiyo ya tarehe 29 mjipange. Polisi kama wanakuja mbele na risasi lao, nyie fanyeni kazi yenu, maana nyinyi ndo watetezi wetu. Nyie wanajeshi ndo watetezi wetu. Muwe kama Traore. Muwe kama Traore. Ukiona kama mkuu wa majeshi anazingua, anayefuata ngazi yake msaidizi wake, chief, saidia, ingilia kati. Bwana wewe kama hutaki ondoka. Mondo weka pembeni. Simamia mbele. Kwa jeshi, nchi ichukuliwe na wanajeshi. Mpaka pale pindi itakapokuja kutulia ndo wakabidhiwe wananchi. Mimi nawaomba sana aliyepo ambaye anashika ngazi ya usaidizi wa huyu mkuu wa majeshi, tarehe 29 kuwa karibu tu na wewe, andaa jeshi lako. Wao polisi wanaandaa mashambulizi yao, na nyewe wanajeshi mnaandaa mashambulizi yenu. Ukiona tu wameachia, nawaambia bwana, mpaka hapa hautakiwi kusogea huko. Alafu na yani yeye anatakiwa awe nyuma. Hata kama ukimtanguliza, unamsikilizia kitu atakachokifanya. Unakuwa umeshapanga kama platoon 3. Platoon ya kwanza mbele, ya platoon ya kwanza ya kwao wenyewe mnawasikiliza. Alafu nyinyi unafuata platoon hapa nyuma. Ikitoka hiyo inafuata nyingine nyuma. Unasikiliza sasa kama wanayo nguvu ya kuweza kupambana na nyinyi. Nawaomba muweze kutusaidia jamani, na sisi wananchi tumechoka. Nchi ambavyo inaoenda sio. Tufanye nini ili tuweze kupona? Tufanye nini ili tupate uhuru? Nyie wanajeshi ndio mnatakiwa muingilie kati. Muwe kama Botswana. Tunaona ameshakuwa ni mtu wa mfano. Ni mtu ambaye anaweza akaandikwa hata kwenye historia kama jinsi alivyoandikwa Bob Marley kwenye ukombozi. Mtu wa kuongelewa kwenye vitabu. Sasa basi mimi nawaomba muweze kupambana, muwe kama Traore jinsi ilivyo huko. Hapa wananchi tushachoka. Sisi tunataka amani na maendeleo. Msikie huyu. Nimetulia wapi? Msenge huyu kwanza, mimi toka. Hello, wananchi nawaombeni pia wote mtoke magetoni. Mwanze kupaza sauti zenu ili tuweze kusikika na nchi yetu tuikomboe tarehe 29. Watu tokeni magetoni. Hivi ni kampeni gani ambayo inaendeshwa ya kuendeshwa na chama kimoja tu? Sioni kama kuna chama kingine ambacho kinashiriki. Anapambana nani? Anapambana na kipofu ambaye haoni. Wanajeshi siku hiyo ya uchaguzi, siku hiyo ya tarehe 29, kama mtakuwa mbele na nyinyi kuwasaidia wananchi wenu, maana nyinyi ndo wategemewa na nyinyi ndo wakombozi wa nchi hii. Nchi yetu tukamtoa mtu ambaye hatakiwi, nchi itapendeza na itanawiri. Pia watu wataishi vizuri kwa amani, kwa kupenda, yani kwa kupata kitu ambacho walichokuwa wanastahili kukipata.
kitu ambacho wanakilia wanakipenda. Pia nchi itakuwa na historia ya kipekee kama ya Traore. Mkuu wa majeshi, ingilia kati, na kama utashindwa basi msaidizi wake aingilie kati na usimame kidedea. Pia siku hiyo nawaombeni watu wote kuandamana, awe mtoto mwanafunzi, mstari mbele kwenda. Lakini maandamano yetu sio ya silaha, ni ya simu yako mkononi, mabango ya malalamiko yenu, matatizo, kero zenu ambazo zimefanyika na ambazo hamzitaki. Mchawi, nenda mbele kaandamana. Kibaka, nenda mbele kaandamana. Jambazi, nenda mbele kaandamana. Mruguru, wewe Mhehe, hata Mnyamkoro, nenda mbele kaandamana. Wewe Mnyamba, nenda mbele kaandamana. Wewe Mnyaturu, Mkaguru, Mgogo, Mnyamkoro, Mnyambwa, wote songa mbele kwenda kuandamana, kuisaka amani na kuisaka haki. Fande Msomi.